Asanteni sana. Kwa majina naitwa Juma Kenya. Mimi ni mkazi wa Likoni na ni mwananchi wa Kenya kwa pamoja. Na ni mbunge wa wananchi maeneo ya Likoni. Yangu ni kusema kwamba hata nyinyi ndugu mlio hapa, tunataka niwajaze nayo katika moyo mwanzo ni kitu kimoja. Wewe jiangalie, wakati wote unapokuwa na faida nyingi ama unapokuwa mtu wa juu, lazima upurwe mawe. Maana hata Waswahili wanasema mti wenye matunda ndio unaopurwa mawe. Hakuna mtu anapura mti ambao hauna matunda mawe. Kawaida mti ulio na matunda ndio unaopurwa mawe. Sasa mimi naweza tuma maombi yangu ama maoni yangu mwanzo kwa president. Tena tumpe pole. Najua ni maneno mengi atasikia, mambo mengi atasikia, lakini kwa vile yeye pia mwenyewe ni mtu anaelewa ni mambo gani anaendelea. Yeye hapatilii na hayo mambo. Ndio maana hata juzi tuliona mengine ya kiatu. Ile kiatu hata kijana hakuwa na intention ya kurusha, ilipigwa kutoka nyuma. Hiyo kiatu kama mtu aliview hiyo video vizuri, kiatu kijana alikuwa anashika kama kamera jinsi uliposhika picha yako, uliposhika simu yako. Na kuna mtu from nyuma aligonga ile kiatu ikamfikia president. Uzuri yeye ni understanding, alielewa ile kitu na akaiona. Hiyo kitu iliisha. Lakini kitu nawaambia Wakenya wenzangu na vijana wenzangu, tutafute research ni ya vitu gani ama ni mambo gani serikali inafaa ituletee. Si kutafuta ni jinsi gani ya kuleta ugomvi. Hapo tutakuwa tunajichelewesha wenyewe. Kwa sababu wewe kama utakuwa uko katika hali ya kutafuta ni chuki itaingia namna gani, ni kama unajichelewesha. Nataka kujibu mbunge mwingine hapa amesema kuhusu mambo ya Prime Cabinet Secretary ambaye ni mzee wetu tunayemheshimu Bwana Musalia Mudavadi. Kitu nimegundua na Wakenya wenzetu wengi hawajui majukumu na kazi za viongozi. Kwa sababu watu wanalenganisha kazi ya governor na kazi ya cabinet secretary, prime cabinet secretary. Sasa kama mtu hana habari, prime cabinet secretary sasa yuko Uingereza. Wakati mkubwa wa Uingereza alipoingia, alisimamisha mambo ya dawa. Watu wakaanza kuongea, sasa tutakuaje? Na mambo yakapangwa mpaka rais akasema mambo ya dawa bado yatapatikana Kenya. Kwa sababu walifikiria kwa sababu mkubwa ameongea kitu kama hiyo ni ugomvi imeunganishwa baada ya watu wagombane, lakini kumbe haikuwa hivyo. Ni watu walikuwa wanapangwa jinsi gani nyinyi mtajitegemea, lakini watu hawaoni. Unaona? Sasa jana habari zilikuwa zinasema kwamba Prime Cabinet Secretary yuko Uingereza kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya ndani na nchi yake baina ya nchi ya Kenya na Uingereza. Na hiyo ndio kazi ya Prime Cabinet Secretary. Watu wanarejea aende kwa governor ama aende kwa vijiji akiongelea. Watu wanafikiria yeye kazi yake anafaa ingie kwenye vichochoro. Kila mmoja na kazi yake. Kuna kazi ya mtu anafaa ingie kwenye street na kuangalia ni mambo gani anafaa kutokea. Nimeshukuru kuna bunge fulani ameongea hapa kusema kuhusu hii barabara. Hapa sasa kuna barabara ni mbovu. Hii barabara si ya rais. Hapa si rais anafaa kuja shughulikie barabara. Ni nyinyi mpigie kelele viongozi wenu wa chini. Bwana tunaona barabara ni mbovu sehemu hii. Mbona iko hivi? Lakini hayo hamweke kwa akili. Nyinyi mnapiga tu kelele kwa president. Sijui ni nani? Prime Cabinet Secretary. Au wana kazi zao. Kazi zao ni za kuangalia shughuli za juu, ni jinsi gani tutaletea mambo kutoka juu watuletee kwenye nchi yetu. Kuna watu wanahusika na vitu vinatuhusu karibu na sisi. Na ni MCA, ni representatives, ni wabunge, au ndio wanapeleka message kwa bunge. Lakini watu hawampeki kuingia akili zenu na kujua ni jinsi gani mtajipanga ya kupata maendeleo yenu. Mlipewa route, na ndio maana kuna ugatuzi, serikali za ugatuzi zilikuja kwa ajili ya kufikia kila mwananchi mpaka kijijini. Ndio kukaekwa MCA, kukaekwa representative. Ili shida zenu msipeleke kule. Hata nyinyi mkilia kusema ni president. President hawezi sikia hayo mambo kutoka huko, anafaa kupewa habari. Ama ni uongo? Kwa hivyo ndugu zangu tuamke. Sasa kutumika hiyo mambo ya kutumika yameisha. Usione kiongozi amekufuata anakuambia mapendekezo yake, wewe ukamchukulia tayari vile unapofikiria. Kaa chini, jifikirie. Amua kwa sababu umeamua haya mambo ni mambo ambayo yanakufaa wewe na yanafaa wenzako. Gen Z tusisumbuliwe. Haya mambo ni mambo ambayo tunafaa tufanye research. Sasa kuna project ambayo inaendelea. Mimi nataka kuambia tu kitu kidogo ambayo nimeiona jana na juzi. Kuna project imetokea na hiyo ni project ya ukweli. Inaitwa Nyota Project. Ukidial *254 na uende kwa option 3 utaangalia ni maelezo gani. Wewe ndio usome terms and conditions kwenye hiyo site.
utajionea na uone jinsi gani utafanya mambo yako, ya kwamba atakufuatilia kimaisha, kufanya maisha yako na juhudi zako za kimaisha uendelee mbele. Sasa ni uangalie ni kitu gani utapata cha kubenefit from government ya kukusaidia wewe ujenge maisha yako, ujenge maisha ya watu wako na usaidie wengine pia kikazi. Then you create job opportunity. Lakini sio utakuwa na claim president sijui prime minister. Hao watu ni watu kwenye shughuli za kufanya kazi. Na wewe nawe ni jinsi gani unafaa ujipange ya kwamba utatengeneza opportunity ya kuwa kiongozi namna gani ndio wenzako wakutegemea. Jamaa tuache ukiritimba. Mambo yameisha kitambo. Tumshukuru president. President sasa amechanganya kila pembe ya nchi. Sasa kama mtu ni mbaya wewe, itakuwaje mtu aje kwa nyumba yako akuchagulia kwambia nataka mtoto wako mimi nikamweka kazini? Mtu ni mbaya lakini akuje kwako kwa maeneo yako, akwambie nataka mtu wa kutoka hapo kwako nimpeleke mahali apate ufahamu wa mambo gani yanafanyika mbele. Huyo mtu anaweza kuwa ni mbaya kweli? Jamani tuangalie. Haya mambo yako wazi, lakini kama sisi hatutaamka na kufikiria, na uzuri ni kwamba Wakenya ni wasomi. Wakenya sote, hata mtu hajaenda shule bado ni msomi. Werevu tuko nao, lakini tumezoea kujazwa na pesa. Wewe unaona ukipewa shilingi 500 uambiwe kura kiongozi kiatu, hiyo ni kitu itakusaidia? Haikusaidii, unajipoteza kwa sababu maendeleo utakuwa umeyafunga. Kwa hivyo jamani, kwa hayo machache tuzidi kusupport na tuzidi kuendelea kuongea mambo yako sawa. Asante.